Mganga Doko anatoa uchawi. Aha. Anatoa uchawi. Aha. Anatoa uchawi. Wewe mzee Jangalu, gwiji la uchawi, toka nje. Hapa Mganga Doko aka Kipala Ingwe Ngumbe la Nyani Makumazan nimeingia. Oi! Wewe vivaa nini? Achekeni. Wadogo ngesigala langu bwana. Atatoka, tusubirini. Mzee Jangalu, subirini nakuja, sawa? Mzee mchawi huyu mjanja sana, asipitie mlango wa nyuma. Sawa. Nakusubiri hapa. Mzee, shikamoo. Sema nini mzee wangu? Mimi hapa sio mganga wala nini. Naganga njaa tu. Alafu huko kibarazani kwako nimekuja na raia tika. Na wananiamini kwamba mimi ni mganga kiboko. Mzee wangu, mimi sina lengo baya la kufanya ubaya katika huu mji wako. Mimi ninachokitaka wale raia waendelee kuniamini. Yaani nataka nifanye tu upuzi wangu hapa kwenye mji wako. Alafu mimi nifanyaje? Nisepe. Na sikuachi hivi mzee wangu. 1, 2, 3, 4, 5. Hii hapa 50 mzee wangu. Yaani mimi ninachotaka unipe ruksa tu ili mimi niingie humo ndani humo, nifanye vitu, nijifanye kama na mtu wa msukule, alafu mimi naondoka. Wale raia wataniamini. Sawa. Fanya kazi yako. Lakini ukifanya ujinga yoyote nitakuua. Nifanye? Haya. Baba, tumepata ruksa sasa, unatakiwa ufanye kazi kama tulivyopanga. Ndio. Sawa. Vipi mdogo leo mzima? Wewe afanywe nini? Yule uko salama, niamini mimi. Sibaridi. Sawa. Nenda ndani. Sasa unakwendaje hivyo? Paka poda ile miunga ile uonekane kama msukule. Ngoja. Nipake. Usoni usipake paka huku. Paka mwilini kote, Paka chap. Umizi hiyo. Tayari inatosha. Ingia chapu. Nisikilizeni. Huyu mzee ndani humo kamweka msukule. Kaeka nini? Msukule. Asa leo na utoa msukule, natoa na uchawi wake. Mimi ndo Mganga Doko kiboko kutoka huko Mbeya Kiwila. Sasa naingia.
Kumbe mzee mchawi jamani. Mzee mchawi huyu. Usinikumbatie wege. Sogea hivyo. Nyoko. Nisikule yongei kelele watastukia. Mmeona? Unaona? Sasa huu msukule umetolewa mbali sana. Kauweka humu ndani. Sasa nisikilizeni. Unaona huyu kibonge? Ndio. Ukiangalia hili tumbo unaweza kusema kama tumbo, sio tumbo, hili chupa. Jamani. Unene wote huo? Damu zote za mama wanawake nini zinaikiwa humu. Jamani. Mzee leo ngumu mzee huyu. Alafu kingine huyu anatumwa kuchukua wanawake afu mzee anabaka. Sema mbele ya mganga Doko akishindikani kitu. Sema akishindikani nini? Nimemuweza, nimechukua uchai wake, nimeupeleka Kiwila, Mbeya. Alafu nimemtoa na huyu msukule lakini naondoka naye. Msijali. Mganga Doko. Mganga Doko. Wewe ina maana tangu nikuruhusu jana uende kwenye shule ndio unarudi saa hizi? Yaani hapa mume wangu shughuli jana ilisha usiku, kwao nikaona naogopa kurudi peke yangu, nienda kulala kwa shoga yangu. Kwa nini usinipigie simu? Mume wangu, shughuli imechelewa kuisha, njoo unifuate. Au mume wangu, shughuli imechelewa kuisha, nalala kwa shoga yangu. Simu yangu imezima chaji. Ina maana huko kote hakuna umeme? Wewe unataka kunipanda kichwani. Yaani hicho unachoniambia hakiingia akilini hata kidogo. Ina maana shoga zako hawana simu, labda ungeazima unipigie, uniambie, unipe taarifa? Yaani hapo wewe shida ipo wapi? Mimi nishakwambia simu yangu imezima chaji. Sasa ningekutafuta na nini? Unaleta tabia za kimalaya Kwa mimi malaya? Ndio. Kama mimi malaya, basi sote si mimi na wewe malaya. Kwa sababu kama mimi malaya, wewe ulikuja kunioa mimi malaya. Malaya anaishi na malaya mwanzo, basi wewe malaya. Unaniambia mimi hivi? Wewe pumbavu kweli wewe. Starting from the bottom now here. Sikumbuki nimefanya mangapi. Haya jamani, hapa una share live, una comment, una send gift kama kawaida. Sisi tunaelewana. Nikumbushe hivi Huyu naye eti kwa kikomenti hiki mama, ngoja nikujibu tu. Mwanzako mimi situmii filter, yani huu ni uhalisia wangu. Kiufupi tu mimi cute, yani mzuri. Sijui unasikia? Shogile. Sasa sikia nikwambie. Kupe ule udaku sasa ile shughuli ya jana. Si ndio nikaenda mwenzangu. Nimefika kule watu na hali yake. Sijui atakuwa afanye nini. Shoga nilicheza. Shoga nilijua kujichetua. Sasa kila nikicheza nashangaa huko nyuma jitu linanitokea. Naniangalia kijana. Baba kanisalandia mwisho wa siku nikasema ngoja nikalale naye. Kaenda. Kalala naye mpaka asubuhi, nimechelewa kurudi. Hapa nimerudi. Mkelele kibao. Yaani ndoa zimekuwa mtihani shoga yangu, sikwambie mimi. Wewe Twiba. Hivi mke wangu una akili kweli? Yaani umerudi asubuhi, ndani huku kuna vyombo kibao vichafu. Uwanja haujafagiliwa. Yaani papo hovyo. Unaweza kuingia live? Kweli? Yaani wewe baba mwenga. Baba unagubu. Hivyo upende unione mimi nimekaa kwa raha Yaani mimi nakuelekeza majukumu yako, wewe unaniambia mimi ninagubu. Mimi ninagubu Yaani nimeamini mimba baba wengine shida unazoea.
Baba unagubu. Yaani umezidi. Kila muda yaani nikikaa nikitulia unaongea. Nikikaa nikifanya hivi unaongea. Unataka nifanye nini kwa mfano? Mzee mpaka nimekuchoka. Sasa sikia. Mimi si ndo mwanaume? Funga hiyo live yako, si live yako hiyo. Ingia ndani huku. Uchukue vyombo, uoshe, ufanye usafi na nje huku ufagie. Nishaongea kabla sijakupiga. Jamani tutaingia baadaye maana. Yaani bora ningesikiliza ushauri wa mama kweli. Huyu mwanamke huyu mtihani sana. مرحبا. Nimeona kila kitu. Na yule dada unamwona yule anaondoka. Namfahamu mpaka mume wake. Sijui unaelewa? Sasa akili kichwani kwako. Nimuite, umrudishie hiyo simu ama umfuate mwenyewe. Alafu kingine usichokijua, mume wake ni mwanajeshi. Na nikisema nende ngaambie mume wake, pata nchangamka vizuri tu. Sister, nisikilize basi. Unajua hivyo vitu vingine hivi ni kama riski tu. Sasa wewe ukichukua maamuzi ya kumuita yule unakuwa unanikosea mimi. Unajua ni kwa nini Mungu kapanga hii simu dondoke? Pengine riski yangu mimi. Unajua the first step unaweza ukajikuta umefanya kitu ambacho ikawa dhambi hadi kwa Mungu ukashinda kusamehewa. Nisikilize. Hii dada kama riski yangu. Mimi nataka tufanye kimya kimya. Hii riski nataka tugane wote. Shika 10,000 hapa. Sina shida na hiyo hela yako. Yaani kama unataka kubaki na hiyo simu, kuna jambo nataka unisaidie. Jambo gani tena hilo dadangu? Nifuate. Basi sawa. Nitende. Odi. Dada. Ndogo wangu, karibu. Asante, kumbe umetoka kisimani. Dada, mimi nimekuja hapa, kuna jambo nataka nikushirikishe. Kuhusu wifi yako Khatiba. Khatiba sasa hivi amebadilika sana. Nyumbani hakuna maelewano. Jambo moja unaweza ukalirudia zaidi ya mara 3 mara 4. Kwa hiyo tumekuwa kama watoto kupigizana kelele muda wote. Kwa nimekuja kwako dadangu, unisaidie kwenye hili. Yule wewe ni mwanamke mwenzako, unaweza ukaongea naye akabadilika vizuri. Unajua kakaangu, sisi wanawake tuko tofauti. Yaiza ikawa umemkosea akashindwa kukwambia. Ila mimi nitamfuata mke wako na kuongea naye. Jinsi majibu atakaonigea basi nitakuja kukuambia. Ila mimi mdogo wangu hapa nilipo nimechanganyikiwa. Kipindi ninapoenda kisimani nimedondosha simu yangu. Umedondosha simu? Umejaribu labda kuipigia? Yaani ninapokuambia nirudi nyuma ila simu sijaiona. Ngoja tuipigie kwanza. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Haipatikani. Inaonekana aliyekota huyu ameizima. Kwa hapo cha kufanya dada yangu,
umshukuru tu Mungu umetoa sadaka. Sawa mdogo wangu. Haya dada, mimi ngoja niende kwa mizunguko yangu. Sawa, ila mimi nitaonana na wewe mke wako, nitaongea naye. Mimi nafikiri kazi nishamaliza. Ila sasa kitu ambacho tunatakiwa kukifanya ni kuwa makini katika hili swala. Acha mchezo. Aha, sawa. Sasa hapa ngoja mimi niende nyumbani nikaangalia mazingira yanakuaje. Chochote kitakachoendelea nitakujulisha. Sawa, nenda. Starting from the bottom now here, sikumbuki nimefanya mangapi. Wenye majivuno na dunia, nikumbushe hivi sasa kwa wapi. Namshukuru Mola, Mola, Mola. Kila siku niko bora, Mola. Wangu masikini sikoma mie. Acha utajiri ndo ajinie. Wewe vipi tena? Mume wangu, nyumbani kuna matatizo. Matatizo gani haya? Yaani nimefika nyumbani pale kabla sijaingia ndani mlangoni. Nimekutana na vitu siji uchawi siji manini haya sasa sielewi. Uchawi? Twende kwanza. Wewe jamaa, taniangalizia hapa mara moja natoka. Hapo. Mambo mbona mageni kwangu? Si uchawi? Hivi mume wangu wewe una utimamu kweli? Yaani maana sio akili, wewe utimamu huna. Yaani unaulizia mageni uchawi. Wewe uone kama ule uchawi? Kwa hiyo ameanza kutuloga. Sio ameanza kutuloga, yaani tusharogwa. Alafu kizingatia na hali nilokuwa nayo hii. Mzangu mimi yani siwezi. Kabisa, kwanza mama aliongea kabisa nikiwa hivi mimi lazima wataniandama sana kuniloga. Yaani tayari watu washaanza kuniloga. Basi ngoja nichukue fagio ili ni utoe. Nini? Utoe nini? Wewe, wenzako mistake kwa mjane. Aya ukatoa unajua waweka pale nani? Aya mambo wenzako wanafanyia kwa waganga huko. Yaani hapo cha kufanya natakiwa tutoke mguu mosi mguu pili kwa mganga. So ufagio. Ufagie pa unaweza kufagia unajua kimekuwa nini pale? Astaghfirullah mke wangu. Kwa hiyo unaamini mambo ya kishirikina? Yaani wewe sio shirikina. Wewe yaani sio kuamini tu. Pale ni uchawi. Kwa hiyo hapa tunatakiwa tuende kwa mganga kwa sababu mambo yale yanayofanyika pale ni ya kishirikina unaosema wewe sijui shirikina sijui nini. Kwa hiyo tunabidi tuende kwa mganga. Kwa sababu waganga ndio wanaweza wakafanya vitu kama vile na sisi tunalipiza hivyo walichotufanyia. Haya sawa. Lakini huyo mganga mimi namtolea wapi? Maana sijawahi kwenda kwa mganga hata siku moja. Yaani hapo ndio nilikuwa nasubiri. Mimi hapa na rafiki yangu. Rafiki yangu anajua waganga wengi tu. Na alishawahi kunielekeza. Kwa hiyo hapa tunabidi tutoke twende huko. Sijui unanielewa hapo? Haya. Twende. Starting from the bottom now here, sikumbuki nimefanya mangapi. Wenye
majivuno na dunia. Nikumbushe hivi sasa Baba. Nani anaelezea matatizo? Wewe ndiye mwanaume na wewe ndio unatakiwa kuelezea matatizo. Sawa? Yaani mganga, huyu hapa mke wangu alikuwa anarudi nyumbani. Anafika mlangoni anakutana na ilizi kubwa. Alafu kumechorwa. Nishawaelewa. Sawa? Nyumbani kwenu mmekuta ilizi na mmekuta alama ya duara iliyounganika na msalaba, si ndio? Mwine. Sasa nisikilize. Huyu mke wako ana matatizo. Matatizo aliyokuwa nayo mke wako, ana wadudu. Unawajua wadudu? Hapana mganga. Ninapozungumzia wadudu, huyu mke wako ana majini katika ubongo wake. Au majini wamekasirika sana, wana hasira. Wana hasira. Na ni kwa sababu kuna vitu ambavyo vinakuwa vinatokea ambavyo wao havitaki, hawavipendi. Sawa? Kuna vitu mke wako hatakiwi kabisa kutokewa navyo, kama hasira, kukosa furaha, manunguniko, majonzi. Ni vitu ambavyo havitakiwi kwa mkewe. Sasa ili uweze kulimudu hili jambo, kuna vitu ambavyo unatakiwa uvizingatie dhidi ya mke wako. Vitu gani mganga? Sorry, nzuri sana. Umumeo na akili. Sasa kitu ambacho unatakiwa kukifanya, umemwona mke wako, kazi zote za ndani unatakiwa uzifanye wewe. Kuosha vyombo, kudeki, kufua, kupika, kila kitu unatakiwa ukifanye wewe. Hayo majini ndio yataweza kutulia kwenye ubongo wa mke wako. La sivyo unaweza ukashangaa ukaona majoka makali makubwa yanajitokeza kwenye kitanda chako na uweze kuishi nayo. Hiyo ni hasira ya majini aliyokuwa nayo mkeo. Sasa kama mimi nitafanya kazi zote, kazini ataenda nani mganga? Unaulizia kazini? Kazini una uwezo wa kufanya kazi zote za nyumbani na bado kazini ukaenda ukafanya kazi na ukarudi na riski. Sio lazima mkeo usike wewe, na ukifanya mchezo utajilaumu mwenyewe. Umeelewa Mungu? Nimeelewa nini na wewe? Hapa umeanza kumfanyia ukali. Mama, mwambie nimesemaje? Utakufa. Utakiwi kumkwaza kabisa mkeo. Na kingine, hata ukibahatika siku umemfumania, utakiwi kumpiga. Utakiwi kumkwaza. Sawa, unatakiwa umwache. Hiyo ni kwa sababu ya kulinda hasira za jini ambao wapo kwenye kichwa cha mkeo. Sawa, tambule. Sawa mganga. Chochote anachokitaka unatakiwa umpe. Akitaka chipsi kuku, akitaka chipsi yai, huyo atakiwa kula chipsi kavu. Utakosa majini. Sawa, hata akitaka paja la ng'ombe lije, anataka kula yeye, mpe. Ale, ashibe, hali peke yake, anakula na majini. Sawa. Unatakiwa ufanye hivyo. Hiyo ni kwa heshima. Mvua kwanza hiyo baraka shaina nikela. Na ni kwanza. Nafikiri nimemaliza. Sina mengi ya kuzungumza. Unatakiwa ufanye hivyo. Na ukitenda makosa utakufa. Utatoweka kabisa kwenye mfumo wa maisha ya dunia. Unatakiwa uzingatie hilo. Mimi naondoka.
nafikiri mtakuwa mmezungumza naye. Naam, tumezungumza naye. Na mmeelewa kila kitu alichokizungumza? Naam. Basi mnatakiwa kufanya hivyo. Situhitaji chochote kutoka kwenu, ila imani yenu ni muhimu kwangu na shukrani yenu. Kwa nini? Sasa mke wangu, mimi ngoja nirudi kibaruani kwangu kule. Si unajua sijaacha mtu pale. Kwa hiyo tangulia nyumbani nitaukuta. Sawa. Sasa na vile vitu kule nyumbani. Kuhusu vile vitu mke wangu, mganga akasema nikifuata masharti yote itakuwa hakuna shida. Kwa hiyo mimi kwa sababu nimeridhika kufuata vitu vyote, ina maana pale hakuna shida. Sasa mke wangu usinikomoe sasa. Sawa, na hiyo kofia mbona uvai? Kofia mganga si aliniambia nivue. Kwa nimeiweka mfukoni humu. Sawa, basi ngoja mimi niende nyumbani. Haya mke wangu. Mwanangu, mzigo wako mzee. Samba, umechelewa sana mwanangu, umesema ile jambo la dakika 5 tu umeenda kufanya masaa 2 huko. Afu unajua kabisa hivyo vitu vya mzee hivyo hapo. Mzee akiona mwenyewe kule vitu vyake hamna, tutasababisha matatizo mimi hapa ujue. Mwanangu sorry sana. Lakini unajua nini? Mambo kidogo alikuwa mengi. Wewe unajua mwanangu pale kwenye reacting pale lazima mtu changanye mafaili, waite mababu wa kushoto kulia, upige mindinga, udanganye ili watu waamini. Sema nini mwanangu? Imeduda ina nguvu. Kwa sababu kuna muda mwanangu nikaingia kabisa kwenye hisia, nilikuwa naona kama jina anijia kama babu anipanda hivi kichwani. Ina kitu mwanangu. Sema nini? Kila kitu kipo. Vitunguli hapa mwanangu. Kila kitu uhakika. Kama utahitaji kuangalia zaidi fresh, ni mzigo huu hapa. Vitu hivi hapa vipo sawa, nimeviona. Hiyo simu yenyewe kwanza iko wapi? Tambo lipo babu hii. Chuma hii hapa. Kwa nini wewe umehangaika kote huko unataka kujisumbua, yani nusu ufe kwa ajili ya simu ya Laki hiyo hapo? Laki? Unajua simu gani? Picha linaanza hizi simu mwanangu China upati, Korea upati, Japani upati mpaka Marekani. Imagine kitu kitoke Marekani mpaka kifike Bongo fanya mchezo wewe. Sikiliza hapa nikiamna hapa nikitafuta kwenye 150 hivi 130 120 humo napata. Sema siku nikiachia mwanangu na kuangalia hata 10,000 ushie nao. Unasemaje? Hasa hapo atakontoa hata 20 hapo. Sasa usiwaze wewe mwanangu sana. Sema micheko kama hiyo inatokea sasa tuna mute. Sio sasa kesho kutwa mwanangu kaza kuopoka. Unajua? Mute sasa ishi nayo kimya kimya. Ngoja nigeuze mwanangu. Baridi hapo. Haina no. Hatuiba. Wewe Hatuiba. Karibu. Asante. Hiki nini? Mimi mwenyewe najiuliza kama unavyojiuliza wewe. Hicho nini? Kwa sina majibu hapo. Mumeo yuko wapi? Kwani hujui sasa hizi yuko wapi? Yupo kwenye mizunguko yake. Nina maongezi na wewe. Lakini siwezi kukaa. Naomba unisindikize huku tukue tunaongea. Sawa.
Hatwiba, mume wako alinifuata nyumbani, alinielezea kwamba mnagombana kila mara. Kwani kuna tatizo gani mnalogombania? Mimi sina tatizo na yeye. Na kama labda sijui kusema kuna ugomvi tunagombana kila siku, huenda yeye ndo analijua tatizo. Mimi sijui. Hatwiba ifi yangu, kumbuka yule ni mume. Na wewe hapo ulipo upo ndani ya ndoa. Kama uko ndani ya ndoa, umekubali kuolewa, basi mtii mume wako. Yule ni mume wako. Anapokuambia kitu umsikilize, yupo kwa ajili ya kukuongoza. Wifi yangu, ndoa mbaya ukiwepo nayo, usipokuwepo nayo utaitafuta. Kwa heri. Umesikia Samaliki ya moyo wangu? Najua wewe mke wa mtu na mimi ni mume wa mtu. Kwa hiyo hii michezo tunayoicheza inatakiwa tucheze kwa siri sana, kiasi cha kwamba mume wako wewe asijue, mke wangu mimi asijue. Kwanza wewe mtu unayemfikiria ni boya kupita maelezo. Mimi hata simhofii wala simfikirii. Sababu mimi nimemweza kila idara. Yaani aweza akafanya chochote. Mimi mume wangu kwangu ni bwege tu. Kama mume wako wewe bwege, lakini sio mimi kwa mume wangu. Na nikimkuta mtu na mume wangu, nitamfanya kitu kibaya. Subiri nikuonyeshe. Yaani wewe mpaka sasa bado tujamaliza kulisugua ile sufuria. Yaani mwenzako njia inavyoniuma hapa. Fanya haraka kwa nipikie. Wewe sibika kuchukua na mwenzako. Toka nje, mbona kimbia ndani? Alafu wewe Yash, mke wako kama umeshinda kumzagamua vizuri, anaanza kuchukua wanaume za watu. Sio mwanaume wangu mimi. Mwanaume wangu mimi atamtokea Pwani. Leo nimemfumania. Ikijirudia atajuta. Vipi mume wangu ameshaondoka? Pumbavu kweli wewe. Unaaga hapa kumbe unaenda kuchukua wanaume za watu? Yaani mwanamke sijui una akili gani wewe? Tafadhali tena taratibu. Unajua taratibu? Unajua kabisa umeambiwa sitaki kugubuziwa wala kupigiwa kelele. Sasa kama unataka nakasirika sasa hivi afu utakuja kuona kinachotokea. Osha hivyo vyombo. Na ukimaliza uje unipikie huku nina njaa. Osha. Au hutaki nikasirike? Nikasirike? Bwana mtaalamu. Bwana Mkelewe, eti Mkelewe. Unaitwa nani vile? Hilali. Hilali, vipi bwana? Mungu anasaidia kwa kweli. Ndio naishi hapa? Hapo ndo nyumbani kwangu bwana. Upajui eh? Hapo ndo nyumbani kwangu. Vipi za siku? Safi. Vipi maendeleo? Kwema kabisa. Mimi naenda mizunguko yangu. Mimi mwenyewe simona nataka nioshe chuma hapa sasa naingia kule Kilingeni. Naambiwa kwa wateja wamejaa tika kama wote. Sawa. Tutawasiliana bwana. Haina shida. Napenda mimi magonjwa kama.
Wewe Twiba. Nini? Hivi unajua kwamba hii ni haki yangu? Haki yako nini? Nini uelewi au? Yaani hapa nilipo sijisikii kufanya chochote na yeye. Unajui kama nimekumisi mke wangu. Yaani hapa sijisikii kufanya chochote. Alafu mtu akikwambia kachoka, inabidi umuelewe. Yaani nimechoka, sijisikii kufanya chochote na wewe. He? Kwa hiyo ina maana umeamua uende ukakae kabisa kwenye kiti? Sina usingizi. Wewe mbona feli sasa naye? Muda wote umeniweka kule mwanangu, nimekaa na kusubiria wewe kama vile nasubiria kifo bwana. Wewe alichokifanya mke wako mchana hujakiona. Mimi mwanzo nimeogopa. Na kwa kuona vile tu alivyovifanya tu, nikasema hapa saizi labda mambo yashakuwa yamefeli. Na wako leo nipo kimya. Ina maana umetoka ndani umekuja kumfuata huyo mjinga mwenzako huku nje? Kwa hiyo yale maneno alikuwa anaongea yule dada mchana ni ya kweli eh? Alafu Arubu, wewe si ni mwanaume mwenzangu wewe? Umetoka kwenu usiku umekuja kumfuata mke wangu. Hivi mimi nikikufanyia haya unaofanya kwa mke wangu, wewe utaridhika kweli? Wewe mwanamke wewe. Wewe unanitafuta nini lakini? Kuna kitu unakitafuta kutoka kwangu, si ndio? Umesahau kama mganga alikwambia nini? Umeambiwa mimi sitaki kugubuzia wala nini, na hata ukinikuta na chochote, utaki kunyanyua ile domo lako kunifatafata au kuniongelesha. Ayafanya uende ndani. Hata kama sio kinyonge hivyo, yani kwenye nyumba yangu. Nenda. Asa naye nenda nyumbani. Kesho tutaonana. Sikia sasa, tucheze kibingu. Waiwezekano uniache hivi hivi. Kesho sasa mapema. Mimi nipo tayari kupoteza kila kitu yani kwa ajili yako mtoto mzuri sasa. Kesho usinifelishe. Mimi nisharibu kwa mke wangu uje kwa ajili yako. Sasa usifeli mwana. Sawa. Hapo tutasomana kesho. Umeniita halafu uongee, una shida gani? Dada, ndugu yako nina matatizo. Mimi na mke wangu tumeenda kwa mganga. Mganga akatuambia mke wangu ana madudu. Yaani majini yake ili asituzuru inabidi kazi zote za nyumbani mimi ndio niwe nafanya. Mke wangu yeye akae tu. Na nikienda kinyume na hivyo yatatuzuru sana. Yaani hapa sielewi hata nifanye nini. Nifanye kazi za nyumbani, niende kazini. Yaani mpaka nachanganyikiwa. Mkeo ana majini. Mbona hayo mageni? Kwa hiyo majini yake ndio yanasababisha ufanye kazi zote hizo? Ndiyo dada. Inawezekana mdogo wangu. Dunia ni pana. Mimi sijaimaliza. Kikubwa wewe vumilia. Sawa. Acha nivumilie. Mungu mwenyewe ndo anajua. Natibu maradhi mengi sana. Yaani sana. Kuwa makini. Una uhakika huyu mtu unaweza kutibu maradhi ya kule? Wewe, vitu vingine ni kujiongeza tu. Sawa? So lazima kila kitu ujue kinatibu nini.
Fuate. Doko. Hilali. Wapi huko? Mimi nimetoka kwenye mihangaiko yangu huku. Vipi, mbona hivyo? Ndugu yangu, historia ndefu sana. Mimi sasa hivi mganga kienyeji, natibia. Na uganga wangu ulianza pale majini waliponichukua na kunipeleka baharini, nikakaa siku 30. Wakanitoa baharini, wakanipeleka katika mti mkubwa. Nikakaa siku 399. Baada ya kutoka hapo, nikaanza kutibia, ndo kama hivi unavyoniona. Hapa ninavyozungumza, natoka katika hili pori kwenda kuchukua hizi dawa kwa ajili ya kwenda kuwatibia wagonjwa wangu. Alhamdulillah. Nashukuru sana kukutana na wewe ndugu yangu. Mimi nina matatizo mengi sana. Mke wangu nyumbani ananisumbua. Mke wangu hataki kufanya kazi aina yoyote. Yaani kazi zote za nyumbani nazifanya mimi ndugu yangu. Kuosha vyombo, kupika, kufua, vyote nafanya mimi. Na bado nikimaliza hapo niende kazini. Kwa ndugu yangu nahisi utanisaidia sana kwenye hili. Pole sana ndugu yangu. Ila nikwambie kitu kimoja. Waganga sisi tuna utofauti mkubwa sana. Sasa nataka nikusaidie. Ila cha msingi nataka unipeleke kwa huyo mganga, nijue dawa zake zimeishia wapi ili nimpokee kijiti mimi niziendeleze. Elasto. Naam. Cha kufanya wewe nenda Kilingeni, peleka hizo dawa. Acha mimi nikamsaidia huyu ndugu. Sawa. Wewe hakikisha hizo dawa hizo usizilambe wala usizionje. Unakumbuka kule nimeingia Google Akili kichwani kwako. Ndugu, haya twende. Mtaalamu. Mganga. Karibuni. Bana saizi. Mzuri. Ndugu yangu. Huyu ndo mtaalamu niliyekwambia kwamba ametusaidia shida zetu zote. Mganga. Huyu ndugu yangu ambaye pia naye ni mganga. Nimemuelezea shida zangu zote, akasema nimlete kwako. Unajua nilivyomwangalia tu nikajua moja kwa moja ni mtaalamu. Tena sio mtaalamu wa masiala. Mimi ni mtaalamu hatari sana. Mganga mwenzangu, huyu ni ndugu yangu kama alivyojitambulisha. Miaka mingi sana sijaonana naye, lakini leo baada ya kuonana naye akanieleza changamoto ambazo amepitia. Nikasema ya nini? Ngoja nije kumsaidia. Sasa kawaida tu waganga tuna utofauti wa tiba. Nikamwambiaje? Ili jambo lako ndugu yangu inabidi nilibebe mimi kama familia. Kwa hiyo nipeleke kwa huyo mtaalamu, aniambie wapi ameishia, alafu mimi nijue wapi pa kuanzia mpaka kuimaliza ili tatizo. Ndio maana nimekuja. Kwa majina tu, mimi naitwa Mganga Doko. Kama ulishawahi kusikia, kuna mpuuzi mmoja huko alishawahi kuimba Mganga Doko,
anakomesha wachawi, anatibia mabinti, hata wale vigori. Ndio mimi hapa, sio wa mchezo. Sasa nisikilize. Kwa kuwa wewe ni mganga, tena kijana mdogo sana, wazungu wanasema under 17. Alafu mimi hapa ni mganga, naitwa Regent. Unaweza ukaita jina lingine Ndombekwa. Maana yake utie mkono kwenye kwapa, alafu unuse hivi. Unasikia harufu ya nini? Papuchi. Kuna drama moja hapa nataka tucheze. Wewe si mganga, tengeneza skadi lako hapo. Na maanisha tengeneza jini. Unipimishe mimi hapa, unitoe mbusha. Na mimi natengeneza jini langu na kupiga wewe hapo nikutoe mbusha. Kama wewe ni mkali kuliko mimi, nitakuacha uendelee kumsaidia huyo. Lakini kama ukishindwa, basi nitakuacha na mbusha wako milele na milele. Alafu shida za ndugu yangu nitamsaidia mimi mwenyewe. Anza kunipiga hilo busha. Anza kunipiga hilo busha. Au nianze mimi? Jamani. Jamani, naomba tusifikie huko jamani. Kiukweli jamani, kiukweli. Mimi sio mganga. Naomba tu niwape short story. Mimi kuna siku nilikuwa naokota simu. Wakati naokota ile simu, akawa ameniona mke wake huyo. Alivyoniona, akaniambiaje, mwenyewe simu mimi namjua. Na ukifanya masiala naenda kumwambia na mumewe ni mwanajeshi. Sawa, mimi nikawa nimemwogopa, nikamwambia sister, hili swala ni swala la riski. Sawa, huwezi kujua Mungu kapanga nini mpaka mimi nimeiokota hii simu. Kwa nilikuwa naomba dada yangu, nilimpa 10,000. Nikamwambia basi ishi nao kimya kimya, mimi niondoke na simu hii kama riski. Mke wake akawa amekataa. Akaniambia kwamba kama unataka kuondoka na hiyo simu, mimi na jambo langu nataka unisaidie. Mimi kwa wema nikamuuliza dadangu, jambo gani ambalo nataka mimi nikusaidie? Akaniambia, mimi nataka ujifanye mganga. Sio mnaelewa vizuri. Nikamwambia, sasa kama hilo, mbona halina shida? Kwa sababu mimi simu kiukweli nilikuwa naitaka simu. Sawa? Nikamwambia kama unataka nijifanye mganga, sababu ni nini? Ndo akawa ananiambia mimi mume wangu anisaidie kuosha vyombo, anisaidie kupika, kudeki, sio nini. Kazi zote hizo nataka awe anafanya yeye. We baba, kuna siku nilikuta ilizi uongo kweli. Kazi yangu. Sio unanielewa vizuri, hata mlivyokuja Kilingeni, mimi pale maneno yote niliwaambia si mke wako ana majini, sio na mashetani, ni uongo. Hakuna kitu chochote kinachoendelea, ila tu mke wako anataka wewe unafanya kazi zote, yeye akae tu relax. Kiukweli, ndugu zangu, mnisamehe nimekosea. Mimi sio mganga, mnisamehe ndugu zangu. Hiyo simu iko wapi? Hii hapa. Sisi mwa dada yangu. Hebu ilete. Sasa nisikilize we mbwa. Yaani mimi ukiachana na uganga, mimi hapa muuni sifai hata kidogo. Kuna vijana siku hizi wanajiita wauni, si 32, 26, 45. Mimi sifai. Namba zangu mimi hazigawanyiki mbele wala nyuma. Sasa hii simu hii naondoka nayo. Mpuuzi mkubwa wewe. Dogo, nipeleke kwa mke wako. Sawa, twende. Jamani, kama kawaida hapo una share live, una comment na unanisaidia gift kama kawaida. Na wale wote mnavyokuja tu hapa, hata sio kwamba siwaoni. Siku mbili hizi sikuwa naingia kwa sababu hizo jamani. Si unajua jana mume wangu mtihani mtupu, ndio maana kwa mnaniona niko kimya. Baba umechelewa, afu isitoshe umekuja hapa na mgeni, unashindwa kuwahi uingie ndani, uende ukapike. Umejikalisha tu hapo. Alafu nisikilize. Kuna chakula nimekiona amekiposti TikTok, nimekipenda. Na anafanya mpaka delivery. Kwa hiyo ufanye uniagizie. Wewe na wewe mgeni wako. Mtapika ugali mtakula.
Ndio maana nakwambiaga mke wangu, wewe akili una. Michezo yako yote uliokuwa unaifanya nimeishtukia. Tena simu ya dada yangu aliyeokota umemuona, lakini ukaamua ule naye njama ili tu akusaidie kwenye mambo yako. Umemchukua awe mganga feki, aje kuweka vitu hapa kwetu, sijui aweke mailizi. Mwisho wa siku kila kitu nimekijua. Sasa nisikilize, mimi siwezi kuishi na wewe tena. Nakupa taraka yako. Hapana mume wangu, nisikilize. Nisamee, mwenzako mimi nilikuwa nafanya haya yote kwa sababu yani na hali yangu nilikuwa nataka unisaidie tu babangu. Nimesema sikutaki, njoo chukue taraka yako. Sasa ndugu yangu, mimi mwenyewe mganga wa ubongo tu. Ila katika siku ambayo na furaha ni leo. Tangu nianze hii shughuli sijai kumtibia hata siku moja mtu akapona. Ndio kwanza leo nimekutibia wewe, ugonjwa wako umepona. Kwa hili asante Mungu. Mpe talaka tu. Akufai, wanawake wapo wengi. Acha uboya.